Momo, mtu anayekuomba ushauri ni mtu mzuri sana. Na wewe umeniomba mimi ushauri, ina maana unanisamini sana eh? Ni kweli cha upepo, ndio iko hivyo. Sasa nisikize ushauri wangu. Mpo kwenye ndoa muda sasa. Mwataka kuniambia hamjawahi kuingiana kimwili? Ndio. Sasa mbona picha inaonekana kabisa kupendi? Sasa unamngangania nini? Wewe achana naye. Yaani shafika hatua hiyo ina maana na mwanamke mwingine. Ina maana mke wangu ndivyo alivyokuambia? Si mkeo. Maneno mtaa mzima. Hakuna asiyejua. Sawa. Nimekuelewa. Sawa, ya kwangu ni hayo. Yani haiwezekani mwanaume unakaa na wewe, unaa naye kitanda kimoja, hasiwe na hisia na wewe hata kidogo. Hilo sio kweli. Yaani ningekuwa mimi cha upepo, mbona ningeonesha kimbunga? Mwali wangu, wiki tu kwenye ndoa sipo. Katika watu walionishauri cha upepo, wewe umenishauri. Kwa maana yule mwanaume nilinda naye kwa mama, lakini hakuweka wazo jambo lake. Ya nini nimnganganie? Bora nichukue talaka yangu. Tena kiwezekana, huu mguu ukitoka hapa, shoga yangu, nenda kakusanye kila kilicho chako. Ondoka. Na hiyo talaka itakufuata. So mwanaume huyo. Wazo lako nitalifanyia kazi. Nimependa hiyo. Ila nimelopoka kwa kujimaliza. Kwani shemeji ana shida gani mwenzangu? Siri ya mtungi ajuaye kata. Usifosi kujua vitu ambavyo pasi kujua. Nimekuelewa shogangu. Fanya kama nilivyokuelekeza. Cha upepo, mimi nitakusaidia. Nitaenda kuzungumza naye. Nakujua dada yangu Pelo. Huna baya, huna mbambamba. Uwezi kuniangusha mdogo wako cha upepo. Halafu, yaani mimi nataka ujazie tu. Yaani ujazie minyama. Maana mwenyewe shamaliza. Lakini wasiwasi wangu, je, mke wake akija kujua kama mimi wewe ndo nilokusaidia itakuwaje? Huoni kama itakuja kuwa minuniano baadaye? Chiwawa, wewe umemfanya nini yule binti? Sina kuuliza. Binti gani unamzunguzia brother? Pelu. Afu brother kumbe naye mikazo zilo. Amekwambia uje uniambie nini kwangu? Sikia nikwambie. Ningependa cha kwanza upunguze dharau zako. Mimi ni kaka yako. Mpaka yule binti ananipa mimi ujumbe kukuletea wewe, ashaona fika mimi ni mkubwa wako. Sasa basi, alichoniagiza yule binti, anasema hivi, kuanzia sasa hapendi umfanyie tena ulichomfanyia. Pelu. Kwa hiyo kati ya mkewe na mimi, yupo unayempenda zaidi? Na yupi ni shoga yako? Wewe ndo rafiki yangu. Sasa hayo mengine niachie mimi. Nitamaliza kila kitu. Hakuna kitachoharibika. Sawa, mimi nitakusaidia. Lakini mpenzi wangu, mbona unaonekana uko sawa leo? Hamna, kichwa kinaniuma. Najua, hauko hivyo. Jambo lako lile unaona mfanyiaga anavyosema yeye. Hapendi tena hicho kitu kiendelee. Endapo utakuwa kwa hivyo hivyo, atakuchukulia hatua la kisheria.
Nadhani umeshanielewa. Bado nampenda na sitoacha kumsumbua. Nitaendelea kumsumbua. Mimi siking'ang'a. Ratiba zangu zipo pale pale. Alafu brother, mtoto wa kiume, unakubali vipi kuagizwa na mtoto wa kike? Ina maana kwamba mikazo zero, si ndivyo? Kaza brother. Nikatai. We brother, sawa? Mtoto ameshakuwa sasa. Sawa. Vipi shoga yako ulimwagiza? Nimekufikishia ujumbe wangu? Shoga yangu yupo na mzungumzia hapa. Wewe ulimwagiza nani kuhusu kitendo ambacho nilikufanyia mimi? Mimi nilimwambia lakini sikumwambia kwa ubaya. Basi sawa. Mimi na kazi hapo hapo ambapo umpalegeza. Mimi nakupenda na sikuachi never. Chiwawa. Na mazungumzo na wewe Chiwawa. Sikiliza nikwambie mama tu. Hizo stories zako unataka kuniletea nishazijua, nishazikataa. Hizo pigo mimi sina, pigo za kishamba alafu hizo. Chiwawa, umebadilika sana baby. Oh brother Chaz. Niambie. Shwari, si vipi? Safi, niambie. Safi? Naona kama unamishemisha hivi. Hapana, lakini mguu huu umetoka kwa Mshindo. Na amenituma kwako. Nina maagizo yako. Amenisisitiza anahitaji ufike nyumbani kwake sasa hivi. Mshindo huyu? Na tunabadilisha mimi ni bangi. Mtoto mtaani, mlandumu, mlakaya, mtoto wa Kingorila mimi. Nikatae. Alafu nishakwambia nikatae muda mrefu tu. Familia yenu wenyewe ile, familia yenu ile. Mara si madrasa, mara msikitini, alafu mimi hizo piga sifagili kabisa. Katae. Alafu kuanzia leo unapoona hii sura, weka macho yako pembeni. Mshindo huyu sasa sijui labda kuna shida anataka umsaidie, kuna matatizo au sijaelewa, ila ameniambia nifike nikupe hiyo taarifa. Yule Mshindo mimi ndugu yangu. Oh, ndugu yako. Sawa basi ni vyema ungefika kwake kwa wakati. Sawa, hamna shida. Acha mimi niende ndugu yangu. Sasa hivi lakini ndugu yangu usisahau. Hamna shida ndugu. Mimi nitaenda. Haya bwana, poa. Dada, kwa mfano kulikuwa na mti mzuri tu umechanua. Ghafla huo mti ukasinyaa.
Hivi unadhani shida itakuwa ni nini? Inaweza mdogo wangu. Kuna vitu viwili. Uenda rutuba mara ya kwanza ambayo ulikuwa unapata wa mti kwa sasa hivi upate. Mke wangu. Umekuaje tena? Tumbo linaniuma sana mume wangu. Pole mke wangu, nyanyuka. Hebu simama kwanza mke wangu. Pole mke wangu. Asante mume wangu. Umeumwa saa ngapi na mimi nimekuacha nyumbani kabisa huko salama? Ni nini kifanyike dadangu? Ili mradi huo mti urudi kwenye hali yake. Cha msingi tu kuongeza nguvu mdogo wangu kwenye mti wako, kutia mbolea na maji ya kutosha. Utastawi. Sawa dadangu, nimekuelewa. Sawa mdogo wangu. Ningejua wapi mimi mama mapenzi ni gonjwa la hatari. Ningejua wapi mimi mama mapenzi kweli yanaua. Maumivu, 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 maumivu. Tumbo limenianza asubuhi linaniuma sana. Ila likuwa linauma linapoa. Sasa ni mwezi wa pili huu. Sijaziona siku zangu. Mimi sina mimba mume wangu. Una mimba? Ndio. Nimefurahi kusikia hivyo mke wangu. Nakupenda sana. Nakupenda pia. Haya mama, twende ndani. Uko sawa eh? Maumivu,
Mume wangu. Mume wangu. Umerudi muda mrefu eh? Sinaongea na wewe. Umetoka wapi? Nimetoka kwa mama. Na hata hivyo nakusalimia. Ningejua wapi mimi wa mama penzi ni gonjwa la hatari. Umetoka kwa mama eh? Ndiyo. Kwani kuna ubaya mtu kwenda kwa mama yake? Sasa basi, ukienda siku nyingine, mwambie na mimi pia namsalimie. Basi usijali, zimefika hizo. Ningejua wapi mimi wa mama penzi ni gonjwa la hatari. Ningejua wapi mimi wa mama penzi kweli yanaua. Maumivu, maumivu, maumivu. Chazi. Naomba nikwambie kitu kimoja. Kama ukiona maumivu yanazidi, basi ujue ushindi unakaribia. Na siku zote unapokuwa unatembea umbali mrefu ukiwa na mzigo kichwani, basi ujue wazi unapokuwa unakaribia kufika, basi uzito wa mzigo pamoja na maumivu ndio utayasikia. Siwezi nikakupinga katika maamuzi yako ambao unataka kuyafanya, wala kukukataza. Hapana, siwezi. Fanya kile ambacho wewe unahisi unajisikia. Lakini kabla sijanyanyua mguu wangu hapa na kuondoka, kuna kitu nataka nikuachie. Kabla wewe haujaamua hayo maamuzi yako ya kwenda huko kwa Mungu ama kubaki hapa duniani, naomba nikwambie kitu kimoja cha mwisho. Siku zote katika maisha yako usije ukamwaahidi mtu wakati ukiwa na furaha sana, na wala usije ukafanya maamuzi wakati ukiwa na hasira. Na maanisha kwamba ukitaka kuyaona makalio ya kuku, basi subiri kwanza upepo pulize, utayaona wazi wazi.
Hatuji. Nampenda sana Chiwawa. Naomba unisaidie kwenda kuongea naye. Salma, shoga yangu, naelewa maumivu unayopitia. Mimi mwenyewe shanikuta sana tu. Kwa usijali, mimi nitakusaidia. Nakuona una furaha shoga yangu. Ushauri wako bado naendelea kufikiria, lakini katika majambo ulianza kunishauri, kuna mengine nishaanza kufanyia kazi. Na hapa nilipo sio kama unavyonijua. Kwanza niangalie. Fanya hivyo kipenzi, kwa sababu nampenda sana na sielewi nimefeli wapi. Kwa hiyo kaongee naye, mimi nampenda. Naumia moyoni. Sawa, usijali. Mimi nikionana naye nitaongea naye vizuri tu. Na natumaini atakubali na atakusamehe. Wewe hata usijali. Nashukuru. Wepesi ukakupa nani? Usiwe na haraka, usiwe na haraka. Wewe jua kuna baadhi nishafanyia kazi. Haya. Ndugu wangu akija. Hali yangu bado mbaya sana. Bado nauma mwenzio. Na shemeji yako amepata dharura, kaondoka. Sasa hapa kunisaidia kazi hayupo. Ndio maana mdogo wangu nikaamua nikuite. Mimi hali yangu bado. Nimekuita ili unisaidie kazi hapa mdogo wangu. Vipi leo mbona unacheka na sio kawaida yako? Una nini? Yaani hata sijui nianzie wapi mamangu. Katika siku na furaha mwanao. Yaani leo nina furaha. Yaani kama nikupona pressure, sasa hivi pressure yote imeshuka. Sawa dadangu kipenzi, mimi nimekuelewa. Mimi niko hapa mpaka shemeji atakaporudi. Au hata hali yako itakuwa sawa. Pia mimi nitakuwepo. Wewe hata usijali. Sawa mdogo wangu, nashukuru sana kusema hivyo. Tashukuru sana. Haya niambie. Kilichokuchekesha mpaka unakuja unasema una furaha? Hebu nihadisie na mimi basi na mimi nifurahi. Yaani mama. Kama la kwanza nikupo darasa la kwanza. Sasa hivi nipo darasa la pili. Kiufupi nimepanda daraja. Si unaelewa? Yaani mama bwana. Tuliza mtori, nyama ziko chini. Vipi ndugu yangu? Safi, vipi hali? Safi, vipi kuhusu ile tatizo lako ndugu yangu? Bwana Mshindo. Kuhusu tatizo langu mimi bado linanisumbua. Lakini nina imani ipo siku tatizo langu litaisha kabisa. Ni kweli ndugu yangu. Utakiwa kukata tamaa. Ni lazima upambane kuhakikisha ile tatizo linaisha. Mimi bado nitaendelea kukusaidia wewe ndugu yangu. Siwezi kukuacha ukateseka na hiyo hali kaka. Najua hilo Mshindo. Ila umejifunza nini kutokana na tatizo langu? Kaka, mtu ulionyauka unawezaje kurudisha na ukanana? Swali lako ni gumu sana kwangu. Labda ungeniambia kipi ambacho unakimaanisha ili mradi nijue na kushauri vipi. Mapenzi yangu yameisha, nataka kurudisha tena. Kiukweli nimejifunza kitu kwenye jambo lako.
Kikubwa ukiwa na tatizo kama ile unatakiwa uwe na uvumilivu. Kwa nimejifunza kuwa na uvumilivu. Nashukuru Bwana Mshindo kwa wema wako unaonifanyia. Kwani marafiki kama nyinyi mko wachache sana. Ila mimi bado niko pamoja na wewe. Wewe ni ndugu yangu na nitaendelea kukusaidia kwa lolote lile. Siwezi kukuacha ukateseka na hiyo hali kaka. Haya bwana. Mimi naenda zangu mara moja. Sawa. Tutakutana baadaye. Sawa ndugu yangu, hata mimi nilikuwa naelekea hapo tu dukani mara moja. Basi baadaye. Haina neno kaka. Sawa. Hapo sasa nimekuelewa. Cha kwanza, jitahidi kuwa mnyenyekevu kwa unayempenda. Lakini pia kitu cha pili, endelea kumuonesha mapenzi ya dhati. Hata kama yeye aoneshe hali ya kukupenda. Kwa sababu kama utaonesha wewe mapenzi yako ya dhati kwake, yeye ataenda, lakini mwisho wa siku lazima atajiona thamani ya mapenzi yako. Na hapo ndipo anaporudi kwako na kurudisha mapenzi kwako. Sawa kaka. Nimekuelewa. Basi sawa. Mama Shamu. Marahaba. Pole na kazi. Asante. Sasa mama, kuna kauli moja nasema asiyefunzwa na mamaye ufunzwa na ulimwengu. Alafu nyingine nasema bandu bandu umaliza gogo. Mama, usishangae kwa mafumbo yangu nayokupa na swali la kukupa mamangu. Samahani lakini. Hivi mama, kwa mfano unajikuta unaamka asubuhi, upo katikati ya bahari. Kisha upo juu ya godoro. Na lile godoro muda wowote na saa yoyote linanywea maji, linadidimia. Godoro hilo unaweza kukuta la Superbank, Dodoma. Je, utajikwamua vipi utoke pale katikati ya bahari? Sijui umenielewa swali langu. Hivi una akili? Nakuuliza, una akili? Yaani kutoka huko unakuja kuniuliza swali lako halina mbele, halina nyuma. Hilo swali gani unakuja kuniuliza mimi? Sina kuuliza. Sasa nakwambia hivi, niondokee nyumbani kwangu. Unakuja hapa kwa swali lenye hatari eleweki, unakuja kuniuliza mimi swali. Maana yake nini? Pumbavu. Na usije tena nakwambia. Hivi Mshindo, ulichokifanya unaona uko sahihi? Kwa hiyo wanawake wote hapa kijijini hujawaona, ukamuona Momo mwanamke wa rafiki yako ndio umchukue, si ndio? Kiukweli si hali nzuri. Hii ni mbaya kibinadamu, hata wanyama pia hawezi kufanya hivi. Wewe imekuwaje umefanya kitu kama hicho? Mamaliza.
Sijamaliza kwa sababu hata nilivyoanza sijakupa taarifa. Kiukweli ulichokifanya si hali nzuri hata kidogo, na haimpendezi mtu yoyote hicho ulichokifanya wewe. Alafu mtu mzima, hujaona ulichokifanya? Momo wewe wa umri wako. Huyo Bigi pia sio umri wako, lakini ukaona haitoshi. Ukamchukua mwanamke wa rafiki yako, ukatembea naye. Lengo lako kuvunja ndoa ya mwenzio? Au lengo lako ilikuwa nini? Sasa kwa taarifa yako, kitu usichokijua, ndoa ya Momo huwezi kuvunja na haitakuja kutokea hata mara hiyo mara moja. Chiwawa, mimi nimekuita hapa, kuna shida nataka nikwambie. Na shida yangu hiyo juu ya maumivu yangu moyoni. Nakupenda sana na nimeshindwa kuvumilia. Kila siku zinazoenda moyo wangu unaniuma sana. Na wakati mtu nakuona na uwezo kukwambia pia ninao, nakupenda. Naomba unielewe. Niko tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Nakupenda sana. Ulichokifanya ni kama mchezo wa kuigiza tu. Ushaona mtu mzima ulivyo, hapo sasa hivi hata tukikaa na Momo anakusimulia. Mshindo yuko hivi, mshindo kwa uoni sio vizuri hivyo. Mimi nahisi unaona afii kwa alichokipata rafiki yako. Sio kwamba umejisikia vibaya kwamba nimemsaliti rafiki yangu. Isipokuwa unamuonea gere Momo kwamba amefaidi sana. Sasa basi, hata wewe una nafasi. Njoo uje uone kile ambacho nimempa rafiki yako. Zezima, unafanya vitu vya ajabu. Lengo lako nini sasa usimuliwe? Momo mtoto mdogo yule, kisha kuona mtu mzima kama wewe. Unadhani akikana mimi anasemaje? Mshindo anaupalanta chini. Halo, mtu mzima wewe. Upo tayari kufanya kila kitu kwa ajili yangu? Ndio. Basi fresh baridi. Tuanze tu mtaani, maana kutokana na mazingira yangu mwenyewe sielewi. Tuanze tu maskani kwa sababu ni kipa mimi ni mshambuliaji namba 9. Haina noma. Tukaanze mashambulizi. Oh, hilo tu. Sawa, twende. Pole sana kaka yangu kwa unayopitia. Ila na imani haya yote yataisha tu. Ni kweli kabisa unayosema dadangu, kwamba kila lenye mwanzo huwa na mwisho. Na hili linalonikuta ni kubwa mno kwangu na linachanganya sana akili yangu, lakini sina jinsi. Sina kumpa kesi yangu akanitetea, kwa sababu mimi najua udhaifu wangu. Najua mtaa mzima hizi habari wamezipata. Mtaa mzima hizi habari wamezipata. Na kila ninayekutana naye ni pole pole pole. Ni kweli, ila yataisha dada yangu kwa haya yatamtokea. Basi sawa, Mungu atakutetea, yote yataisha. Asante. Ulikuwa unaenda huku au huku? Nilikuwa naelekea huko chini. Sawa dadangu. Momo mwanangu. Nabema. Naomba unieleze ukweli. Hizi habari zinazosambaa hapa kwetu, hivi ni za kweli? Habari gani hizo mama? Za wewe kutembea na Mshindo. Hizo taarifa umezitoa wapi? Mtu anakunyima chakula, lakini sio neno. Ina maana wewe hapa pote wewe hujasikia tu. Subiria mama, nitakuja kukwambia. Saa ngapi sasa? Asa mbona unaondoka? Hasa baadaye ataniambia saa ngapi jamani? Baadaye angeniambia sasa hivi. Shauri yake mama. Mama mtu, mimi nimeenjoy. Ila kilo safi baharia. Jambo lako mimi nitalifikiria. Sawa, nafurahi kusikia hivyo. Basi ana noma. Mimi naingia mtaani. Sawa.
Mambo vipi? Poa za kwako? Mimi nashukuru. Ashiwe ni mwanamke ambaye nakutafuta kwa muda mrefu sana. Na hisi wewe ni mwanamke sahihi kwangu kuliko mwanamke yoyote hapa duniani. Ni mwanamke ambaye moyo wangu unanituma kwamba niwe na wewe kwenye maisha yangu yote. Nakupenda na nahitaji uwe mke wa maisha yangu. Sawa. Shida sio kunipenda. Kama kule kwa serious, mimi na familia. Ndio nimejitambulisha. Hilo ni jambo bora sana. Na ndio kitu kikubwa ambacho nahitaji mimi kwenye maisha yangu. Kikweli wewe ni mwanamke ambaye nakuhitaji kweli. Na nakuhitaji uwe mama wa watoto wangu. Sawa, nitashukuru, jambo la heri. Mimi nashukuru kwa kunipokea. Lakini pia niseme asante Mungu kwa kunipa mke bora kama wewe. Yaani wewe bwana, hebu tu mimi niende. Bro, kiukweli baadhi ya mambo kuhusu wewe mimi nafahamu, lakini naamini kwamba kuna mengi ambayo siyafahamu. Mara kadhaa tulikuwa tukikutana katika baadhi ya matukio, na kila tunapokutana huwa kuna maneno ya mafumbo ambao naongeaga. Sasa leo tumepata wasaa wa kuongea. Nilikuwa naomba kama inawezekana unisimulie matatizo yako. Kama kuna ambapo naweza nikakusaidia, basi na imani kwamba nitakusaidia na kuahidi iko kitu. Cha kwanza ndugu yangu, nashukuru sana kwa kunitembelea. Kama rafiki yako, jirani yako, ndugu yako. Lakini vile vile nakushukuru tena kwa mara ya pili uliokoa maisha yangu kutokana na maneno yako ya mafumbo uliokuwa ukinipa. Kaka, mimi ni kweli na matatizo. Tena na tatizo zito ambalo linasumbua katika akili yangu. Cha uvivu wangu. Yaani ndo kwanza unafagia uwanja. Yaani wewe mvivu. Ndo kwanza naamka. Vipi tena wewe? Mbona una fla asubuhi? Shoga yangu fa naka fla hivi kama kana kuja afu kanaondoka. Sijui kama katakuwa kweli. Shoga yangu simkutana na mshindo mwenzio. We. Kanitongoza dada. Kanitongoza. Alivyoniambia anataka nioe tujenge familia. Lakini dada, mimi nimekuzoea mwenzio. Kwa hiyo ukiolewa mimi nabaki na nani jamani? Kwa nini naolewa mbali? Si hapa kijijini. Siku ukinimisi unakuja na mimi nikimisi mdogo wangu nakuja kulogolwa nyumbani. Hata usijali. Kiwa tokuwa na amani niombe dua. Kesi kuna dada na kanibaki tu hapa mpaka nzalie nyumbani. Uone aibu. Ila itakuwa ni ngumu maana nimekuzoea sana. Kwa nini naenda kufa shoga yangu? Usijali mdogo wangu. Sawa? Afagia hapo. Na leo hii sina jinsi, ni bora nikwambie wewe mwanaume mwenzangu. Kwa nini kufiche? Kaka, mimi nina upungufu wa nguvu za kiume. Nikimaanisha kwamba sina nguvu za kiume kabisa. Na hili swala langu kaka halijaanza jana wala juzi. Ni swala la muda mrefu mno. Kuanzia sijamuoa mke wangu. Nimemuoa mke wangu naishi naye tu, mimi nipo kama boshen. Sina chochote, sina lolote. Lakini kaka, ukiachana na hili, kuna ambalo linasumbua kubwa zaidi ya hili.
Sio, umenielewa kaka? Kuna kubwa zaidi linanisumbua zaidi ya hili. Kaka, mimi kwa macho yangu mawili nimemshuhudia mke wangu akiwa anatembea na rafiki yangu. Kiukweli kaka, iliniuma sana. Nilishindwa nini nifanye. Lakini nikasema kama mke wangu ameshindwa kunivumilia kutokana na hali yangu lokuwa nayo, akaenda kwa rafiki yangu, ni sawa. Mimi nipo kama bosheni, sina jinsi. Lakini basi angeenda kufanya hata sehemu nyingine, lakini sio na rafiki yangu mimi Mshindo. Kaka, iliniuma sana. Sikuambiwa na mtu, kwa macho yangu mawili haya mimi nikiwa nashuhudia mke wangu anatembea na rafiki yangu. Na ndio maana ikapelekea mimi kutaka kujinyonga, kujiingiza katika hatia. Ndio hayo tu kaka. Kwanza pole sana bro, kwa yote ambayo unayapitia katika maisha yako. Changamoto ni sehemu ya maisha yetu. Yaani kila changamoto tunayopitia hayo ndo maisha yenyewe. Mimi naamini kwamba kila jambo na wakati wake. Na Mwenyezi Mungu kila kitu ambacho anakifanya basi huaga anakifanya kwa sababu. Huwezi jua matatizo yako aliyokupa amekupa kwa sababu gani. Huenda kuna kitu kizuri ambacho amekuandalia mbele, ila amekupa kama mtihani tu, ili mradi upitie kuvuka na kufika kule ambapo unastahili kufika. Mimi naamini kwamba Mwenyezi Mungu atakusaidia na utakuwa sawa kama walivyo wengine. Na kwa tatizo lako kiukweli ni kubwa sana. Tatizo lako ni kubwa, na kwa uwezo wangu mimi ama umri wangu, naona kwanza naomba nifikirie kama nitapata njia ya kukusaidia, basi nitarudi tena hapa na kukueleza. Ila naahidi kukusaidia, tutakuwa pamoja katika kila jambo. Ndugu yangu, mimi nimekuelewa. Kama kuna msaada wowote ule ambao unaona wewe msaada huu unaweza kunisaidia mimi nikakaa sawa, nitashukuru sana ndugu yangu. Dada, nini? Dada, niambie basi. Dada, una nini? Tumbo linakuuma? Niambie basi. Dada, niambie. Kama nakusaidia je, niambie baba, unauma nini? Tumbo. Pole. Hapatikani. Pole dada, nyamaza basi. Shemeji, mimi naamini mpaka sasa kuna mengi ambayo ameyafanya katika hii dunia. Mengine mazuri na mengine mabaya. Na naamini kwamba kuna mengi ambayo ameyafanya kwa mwanaume wako. Kila binadamu ana madhaifu yake, kila binadamu ana mapungufu yake. Lakini yote juu ya yote, mimi naamini kwamba huu ndio wakati wako sahihi kurudi kwake
na kupiga goti umwombe radhi, kwa sababu samani sio udhaifu, bali ni hekima ya moyo uliyepovuka. Naamini yote uliyafanya kwa sababu tu ya tamaa za kibinadamu na kutokana na hali ya mwanaume wako jinsi ilivyo. Lengo langu la kuja hapa ni kuhusu tatizo la mwanaume wako Chazi. Kuna babu yangu nimezungumza naye. Baada ya kuzungumza naye kiundani zaidi, akanambia kwamba kuna jambo nije kukwambia, na hili jambo kama utalifanya kiusahihi, basi sio hiyo dawa itawasaidia, bali nyinyi wenyewe mnaweza mkapata njia ya kusaidiana. Kati ya wewe au yeye, mmoja wapo anaweza akapata ufumbuzi wa tatizo lake. Nani kwanza jamani? Tumbo linaniuma sana. Pole mkazi. Kwani nimebeba kitu gani? Mbona kinanitesa hivi jamani? Hapana, usiseme hivyo. Adudu. Hospitali ni mbaya. Kwa hiyo hapo kinachotakiwa nisubirieni hapa, sawa? Mimi ndio taratibu kwa kupanga usafiri. Ili uweze kutusaidia kuweza kufikisha haraka. Kitu gani iko? Jambo ambalo amenambia mlifanye. Amenambia cha kwanza natakiwa iwe siri yako. Yaani wakati unafanya hiki kitu Chazi hatakiwi kujua. Mimi inatakiwa uende msituni ama polini, ukatafute mti mmoja unaitwa mkataume. Ule mti inatakiwa uchukue mizizi yake, urudi nao mpaka nyumbani, kisha unuie kile ambacho unakihitaji. Na kile ambacho unakihitaji sio kingine, inachotakiwa unuie ni kujua tatizo la mume wako. Baada ya hapo, ile dawa utaichemsha. Ukishamaliza kuichemsha, inatakiwa ufanye kila inavyowezekana. Kitu kimoja katika hivi viwili Chazi avifanye. Ile dawa iweke katika kikombe. Aidha Chazi ainywe ama umweke katika maji ya kuoga. Akisha kunywa ama akishaoga, usiku wake mtapata ufumbuzi wa hilo tatizo. Sawa, nimekuelewa. Lakini kumbuka yule ni mume wangu. Unadhani nikifanya hivyo hatojua? Kuhusu kujua, mimi mwenyewe nilimuuliza babu, lakini aliniambia ni umakini wako wewe mwenyewe. Yeye ajue ama asijue, kwa sababu tumeongea mimi na wewe. Ina maana kama utataka ajue, utaenda kumueleza na hapo utakuwa umeharibu dawa. Inatakiwa ibaki kwa asili yako ili mradi dawa iende kama ilivyopangwa. Basi sawa, nimekuelewa. Nitalifanyia kazi. Basi sawa shemeji. Mimi acha niende, nilikuwa nimekufikishia hilo tu. Pia nikwambie asante. Kwa sisi wote ni binadamu, inatakiwa kusaidiana. Kwaheri.
Dada. 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 Hatuju. Hivi wewe kwa una akili? Unawezaje kumwacha mgonjwa katika hali hii? Unataka afe au? Maumivu.